Leo katika siku hii ya leo kuna mambo mazuri mengi sana mazuri. Yaani kama unasikia kuna jambo leo, kuna jambo lenyewe ndio hili hapa. Leo kuna kitu kimoja tutakizungumza, na kitu hiki kitagusa watu wote wawili, yaani watu wa jinsia mbili, kati ya mwanaume na mwanamke. Mara nyingi watu wamezoea kuambiwa nitakulaani. Tunajua laana huwa ni ya wazazi. Laana inatokana wakati fulani hivi na ukoo, mashangazi, mama wadogo, wajomba, mabibi na watu wengine ambao wametokana na damu hiyo ya uzao wenu. Lakini leo utakwenda kujifunza, utakwenda kuangalia habari ya watoto. Unaweza ukasema ni wazazi tu wanaweza kuwalaani watoto wao, lakini pia watoto wanaweza kuwalaani wazazi wao. Tena laana ya watoto ni mbaya kuliko kitu kingine, na unaweza ukahangaika maisha yako yote. Kila siku unasema mimi kwa nini nahangaika? Zamani nilikuwa napata pesa, maisha yangu mazuri, lakini leo maisha yamebadilika. Kila nikipata pesa sijui zinapoenda. Sasa uliwahi kujiuliza kwa nini pesa zako hazitulii? Kwa sababu zipi? Kuna baadhi ya watu wakipata watoto, yaani mtu anampenda mwanamke ama mwanamke anampenda mwanaume, tena wanaambizana wao wawili yao, baby nitakuzalia watoto wazuri, wasiokuwa hata na tongotongo, weusi kiasi, wanene wa kadri, watoto ambao wanaweza kuwapeleka kwenye maonyesho na wakawa namba moja. Sasa mkisha pata watoto hao, mama anaweza akatelekeza watoto akaendelea na starehe yake, ama baba akatelekeza watoto. Tena hasa baba, hawa ni mabingwa wa kutelekeza familia. Kama ulishawahi kulala njaa ama ukashinda na njaa, hebu jiulize, mtu mzima ukishinda na njaa unajisikiaje? Je, kwa mtoto ikoje? Watoto wana laana mbaya kuliko unavyofikiria wewe. Mtoto akisononeka alafu akaambiwa baba yako yule anapita pale na gari, anaumia sana. Au maumivu yanaenda wapi? Au maumivu yanaenda kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mungu. Wakati mwingine analaani hata kwa nini yeye alizaliwa, kwa nini asinge kufa, ama mama yake angeharibu hiyo mimba isitokee kabisa, yaani isiwepo. Na mtoto mdogo akisononeka, ina maana matokeo ya majibu yake ni mapema mno. Kuna watu wametelekeza watoto wao, wanatangatanga mitaani. Wakati wao wamepata pesa, ama amepata pesa, anakula na wadada, anakunywa pombe, anakula nyama choma. Ukienda pale mtaani utakutana nao wengi tu. Yaani baba lizima liko kwa mama ntilie, linakula hapo mchana, linakula na jioni, anarudi nyumbani ajui. Wakati mwingine anarudi amelewa, hata hajapeleka hata ile ya matumizi, ajui. Na mama akijaribu kidogo mara kofi. Wamama hapo vipi mpo? Maana haya mambo yanayotokea nyie sana. Anakutana kipigo, tena kipigo kikali. Na kuna watu wamesubishwa na mama zao. Mama zao walipitia hizi hali, na hata wenyewe wamepitia hali hizi. Yawezekana hata wewe umepitia kwenye hali ya namna hiyo. Umebeba sana tofali za watu, umebeba sana mchanga wa watu. Lakini leo mzazi anakulaumu. Amesahau mapito yako yalivyokuwa. Na kuna wengine watoto wanajikuta ni wezi kwa sababu hizo. Sasa ona laana ya mtoto ilivyo. Mtoto anasononeka, anatembea, anachekwa,
ananung'unika. Yale manung'uniko yake ina maana wewe unapata adhabu. Kama kuna kitu ulichokuwa unapata kinapungua. Ukiwa na watoto wengi, yule anayewahifadhi watoto hao, awe mama au baba, riziki zao anazibeba yeye kwenye kutafuta kule. Kama ulikuwa unapata 100, basi unaongezewa na Mungu na 100 nyingine kwa ajili ya riziki za wale watoto. Sasa kama huwezi kuwajali na kuwatunza, ina maana riziki hizo zinaondoka. Wewe waone watu waliotelekeza familia zao wakiwa na maisha mazuri, yaani wametelekeza watoto. Acha kumtelekeza mama, umewatelekeza watoto, uwe mama ama baba. Kama walikuwa na maisha mazuri, baadaye maisha hayo yanabadilika. Ile pesa uliyokuwa unapata nyingi inakwenda taratibu, inapungua. Yaani kadri kipato kinavyozidi kupungua, hata afya yako pia inadhoofika. Maana mtu aliyezoea kupata pesa zikianza kupungua, mawazo yake yanakuwa ni mengi zaidi, kwa sababu vitu alivyokuwa anavipata wakati ule akiwa na pesa hawezi tena kuvipata. Kwa hiyo maisha yake, mwisho wa siku maisha yanavurugika kabisa. Halafu unaanza kusema nilichezewa kama mchezo. Hebu jiulize, wakati unamiliki chochote ulikosea wapi? Na hapo watoto wa namna hiyo ambao wazee wao wana nafasi nzuri, wengine ni watumishi wakubwa kwenye sekta za serikali, wengine ni wafanyabiashara wakubwa, lakini wamesahau kwamba umebarikiwa kwa sababu ya vizazi vyako. Ndio maana wanasema nitakubariki wewe pamoja na vizazi vyako. Sasa baraka ya vizazi umeibeba wewe, alafu umeichukua, umepokonya vile vizazi. Mungu naye anaondoa hiyo baraka ya vile vizazi. Inawezekana wewe ukuwa na baraka, ulibeba tu za vile vizazi, alafu anawatunzia. Akishawatunzia, wewe unabaki kama ulivyo na unaanza kuhangaika. Utahangaika, hata nguo ya kuvaa itakukosa, hata kazi uliyokuwa unafanya itakukosa, kwa sababu baraka huna. Maana Mungu amechukua, amewatunzia wenye nayo. Wakishakuwa wakubwa, wakajitambua, wakajua namna ya kutafuta, anawarejeshea hiyo baraka yao. Na kama kuna mtoto anakuwa kwa wakati huo, au mama anateseka na mtoto wake aliye naye mgongoni, baba ameshakula kona, mwambie Mungu, mbariki huyu mtoto kukua, umtunzie na baraka zake, halafu uone kipato cha huyo mzee inakuaje. Kwa Mungu anapokupa baraka si pesa tu, hata hao aliokupa watoto, hiyo ni baraka. Akishakupa hao watoto, atafungua na milango yao ya baraka, utakuwa nayo wewe. Sasa ukishawanyima zile za kwao baraka zao kwa sababu umezibeba wewe, ina maana sasa unatafuta fimbo, na wengi wamechapa fimbo kwa namna hiyo. Ndio maana mwanzo tulisema laana ya watoto ni kubwa, maana kilio chao huwa kinakwenda moja kwa moja mpaka kwa Mungu. Wakili watu wanasikia, hawezi kukuambia, hawezekana wakati mwingine uwapati, uwatafuti, na wao hawawezi kutafuta kwa sababu hawana miguu ya kufikia wewe. Unajua mtu anayemiliki pesa, miguu yake ni mingi, yaani ile pesa yake ndio miguu yake. Na wakati huo kama ni mama, anakuwa mjanja sana, yaani ni mjanja kuliko unavyofikiria, tena mwenye mipango.
anajiona na akili nyingi, anajiona anajua kuoga, anajua kuchagua, kwa sababu anayo baraka ya wengine. Ikiondoka, hata wewe ujanja wake wewe unaisha. Kwa ndio maana unaona kuna watu unaona maisha yao yalikuwa mazuri, yaani ukikutana naye nje maisha yake ni mazuri, huko nje anaonekana anang'aa na kitambi, yuko fresh, lakini hayuko pamoja na watoto. Na wakati mwingine anakuambia hii ni kwa ajili ya wanangu. Je, inawafikia? Na baadaye watu wa namna hiyo unaweza kumuona anabadilika kadiri ya siku moja hadi nyingine, maana Mungu amemkumbuka. Ogopa sana kukumbukwa na Mungu kwa mabaya, lakini si kwa mema. Kwa mabaya. Yaani umechukua haki ya watu, halafu wenye haki yao Mungu akawarejeshea. Utawaona wako mtaani wengi sana ambao walikuwa unakutana nao na maisha mazuri, lakini leo maisha yamebadilika. Na kilichowabadilisha ni kwa sababu ya kutokuwajali watoto. Wanasema hata wewe hapo ulipo ulikuwa mtoto zamani, unajua madhira ya watoto, kazi ya wanayokutana nayo. Hata wewe unajua, yawezekana wenda na wewe ulikuwa unachapa viboko, unakutana na mtu njiani anakupiga konzi. Wakati mwingine unakwenda kwa jirani, wanakula milango wamefunga, urudi na njaa, ama unatoka shuleni unakaa mlangoni, alafu tumbo lako linahitaji, una uwezo wa kufanya kibarua. Sasa njoo kaipeleke kwa mwingine uone maumivu alionayo. Watoto sio wa kunyanyasa ama kuwaterekeza. Kuna watu wanawataka hao watoto wawahudumie, kwa sababu na wao walikuwa watoto, lakini hawapati. Leo Mungu amekupa na amekupa na kipato, hauwajali watoto wako. Siku watoto wakifanikiwa, wewe ndio wa kwanza kuanza kulaumu. Tena baba wa namna hiyo ni wepesi sana, kila siku wanasema nitumie, sina hela ya vocha, nitumie hata 2,000 ya vocha, mwanangu siku hizi haunijali. Lakini baba, ukumbuki wakati wewe unakula sisi tulikuwa na hali gani? Ulituhifadhize kwenye utoto wetu, ulitutendea mema yapi? Sasa leo sisi wazee wa leo, yaani wazee kama mimi hapa, tunachojua ni kipato cha watoto tu. Tena mtoto akifanikiwa tunajifanya sisi ndo tunajua sana, tunasahau wakati wetu tuliokuwa tunaenjoy, tunakula maisha. Na hapo wengine hata watoto hawajafika huko, Mungu anakuonyesha kiboko mapema kabisa, unaishiwa kila kitu kinaishiwa. Anakuchapa kiboko mapema. Na kama huko mtu ambaye bado unaendelea na hiyo tabia hiyo, subiria uone. Wewe subiri tu kidogo, utaona mwenyewe. Na hao watoto wako uliowaterekeza watakapofanikiwa, usije ukawalaumu. Sisi ni wepesi sana kulaumu, usilaumu hata kidogo. Ukumbuke
ukumbuke wakati wako ulikuwaje. Yani wakati uliokuwa unakula mema ya nchi, wakati uliokuwa unakula baraka za mwenzako, riziki zao ulizokuwa umezibeba unakula, tena unakula bila kujali, unakula unameza, yani sio kumeza, unakuapua. Unajua mtu anayemeza anaweza hata kitu kamkwama rohoni akahitaji maji, lakini sasa yule anayekuapua hata maji hahitaji, hata kama ni goli na uchanika pote ya poti, mradi yeye amemeza. Ndivyo naona. Unajua maisha ni kama kanda mbili unaitembelea, baadaye kanda mbili inazeeka, unahitaji kununua nyingine. Na maisha ndivyo yalivyo. Ukiona leo Mungu amekubariki umepata watoto na una uwezo wa kupata riziki, kawahudumie watoto wako. Wahudumie. Hata kama sio watoto wako, hata kama ni watoto wa ndugu yako, wahudumie. Mungu atakubariki sana. Na ataongeza kipato chako na kimo chako na uwezo wako kwenda juu zaidi. Na hatua ya mwisho ukizeeka, utakula faida ya matunda yako. Sio hasara, faida ya matunda yako. Utawatafuta watoto wako kwa simu, watakutafuta wao. Ukiona umezeeka ndio unaanza kuwatafuta watoto wako wapi? Angalia wakati unaokuza ulikuwa na shida, uliwasahau. Sasa na wao ili wakujue lazima uanze kuwakumbusha. Unaanza kujieleza kama mtu aliyepelekwa polisi. Unajua mimi ndio baba yako, naitwa fulani, nilimzaa mama yako, nilizaa wewe, nikazaa na mama yako fulani. Hajawahi kukuambia. Sasa kama wewe ndio baba mzazi kabisa, baba kabisa, unaanza kujieleza. Mtoto unatakiwa mtafute baba, sio baba mtafute mtoto. Wewe unakimbia hata mimba, lakini baadaye mtoto akishafanikiwa, yani wewe unaona kwenye mafanikio, huku nyuma kote huwezi kuona kitu. Sasa asipofanikiwa sio wa kwako, kwa sababu ulimtupa bado mapema, ukamsahau, ukamfuta kwenye moyo wako. Sasa unaanza kumwandika upya. Ni kwa sababu kuna kitu kimekupiga, yani umekutana na kiboko. Unajua maisha nayo yana kiboko, yana fimbo. Unaweza ukawa umezoea unapata pesa, lakini hata leo ukienda kule watu wanakojipangia kubeba mizigo, wakikufikia tu wanahesabu watu wanakuambia wewe toka.